Tuangazie masuala mengine ambapo huku kaunti za Garissa na Tana River zikikabiliana na athari za mafuriko yanayosababishwa na mabadiliko ya hali ya hewa, zaidi ya watu 140,000 wamelazimika kuyahama makazi yao katika kaunti ya Garissa. Katika kaunti ya Tana River, zaidi ya wanawake 300 wajawazito wanaonyonyesha katika kambi 52 za wakimbizi wa ndani kwa ndani wana shida ya kupata huduma za afya baada ya hospitali zaidi ya 10 kusombwa na mafuriko. Shirika la Msalaba Mwekundu la Kenya limethibitisha kuwa takriban wanawake 58,000 walio katika umri wa kuzaa wanahitaji matibabu. Ripota wetu Levis Musumba alizuru kaunti za Garissa na Tana River na kuandaa ripoti ifuatayo inayoangazia hali tata ya afya katika kambi za IDP kaunti ya Garissa na Tana River. Kambi ya wakimbizi wa ndani kwa ndani ya Youth Muslim kaunti ya Garissa ndiyo makazi mapya ya Fatuma Abdullahi Awade, mama wa watoto wawili ambaye ana ujauzito wa miezi 7. Alilazimika kuhama kutokana na mafuriko yaliyokumba kijiji chake miezi 2 iliyopita. Tuko na shida ya chakula sana na shida ya maji. Maisha katika kambi hii bila shaka yana changamoto kwa Fatuma. Sasa kama mimi mama mjamzito napata shida sana hapa. Kibarua hakuna, chakula ya kula hakuna. Leo nikipata nakula, nikikosa kesho nashinda. We are concerned about the state of especially pregnant women who cannot access services because health facilities have been marooned, they have been cut off, and so service delivery is a challenge. Household situations have been upended. Mbali na Fatuma, Mariam Ishaka, mama wa watoto 5, anakabiliwa na changamoto ya kulisha familia yake, huku kukiwa na changamoto ya upatikanaji wa chakula, maji safi na huduma za afya. Chakula ni shida, mpaka utoke nje utafute maji, usafi, choo. Ni vitu yenye tunapitia challenges. Afya pia ni shida, mpaka tuende nje hapa kwa kambi. More than 300 pregnant and lactating women who are in the IDP camps, and we've reached out to them with support, with wash supplies, whereby we give them water purifiers, water jerrycans, buckets, and then bar soaps. And then we've also trained them on hygiene promotion. Fatuma na Mariam ni miongoni mwa takriban watu 144,000 walioathiriwa na mafuriko yaliyosababishwa na mvua kubwa katika kaunti ya Garissa, ambao sasa wanahitaji makazi, chakula na huduma za matibabu. We were not even able to take food to the sub-counties. Through WFP, now we were able to move using a helicopter to areas that were cut off completely in the county. Mafuriko hayo yamesababisha uharibifu mkubwa. Vituo 15 vya afya vilizama na zaidi ya kina mama wajawazito 100 waliokolewa katika kambi za wakimbizi huko Garissa. Hali hii imeathiri maisha ya maelfu na kuathiri maisha ya uzazi katika jamii hizi. These are some of the counties where maternal mortality is the highest in the country. For example, Garissa at 641 over 100,000 live births. So if there is no access to skilled birth attendants, it compromises all the measures that we are putting in place to ensure safe delivery. Kambi ya Danisa, wadi ya Garissa, kaunti ya Tana River, ni kati ya kambi 52 zilizotengwa baada ya mafuriko kutokana na mto Tana kupasua kingo zake na kusababisha watu wengi kuhama makazi yao. Kati ya kambi 52 za wakimbizi katika kaunti hii, 32 ziko Garissa. We have around 30,000 households who have been forced to move out, and some are integrated into other people's homes, others are in the camps. Huku hospitali 11 zikiwa zimezama kutokana na mafuriko, Alia Mohamed, mama wa watoto 4, hana huduma za afya kwa mtoto wake mgonjwa, na hii inamtia wasiwasi zaidi. Tukilingi yetu tunaenda Isoe. Na kwenda Isoe ni fare. Kama una fare unafunga mtoto mgongoni paka Isoe. Uende na mguu urudi na mguu. Mimi mwenyewe niko na shida ya pumu. Mara kwa mara nasumbuliwa na pumu. Hiyo pumu ikinishika kama yani hakuna hospitali yote karibu paka nipelekwe na pikipiki nende nikapate sindano. Uhaba wa vituo vya afya umetatiza huduma kwa jamii
ambazo tayari ziko hatarini, na hii inakadiriwa kuathiri sekta ya afya, huku wajawazito, wasichana na watoto wakiathirika zaidi. We have UNFPA whom they have donated some of the lactating items and commodities, and also we have Red Cross on board dealing with the malnutrition issues. Tangu kwanza kwa mvua za El-Nino, Garissa na Tana River kila moja imeripoti vifo 8 na 6 mtawalia na kuchangia jumla ya vifo zaidi ya 120 vilivyorekodiwa kote nchini. Right now we are managing the issue of cholera in the Tana North, here in Galole, and also in the Delta. And as Madam said, at least there is a record of 1 death and several others being managed at the CTUs. Ili kukabiliana na hali hii, serikali ya kaunti ya Garissa imetenga shilingi milioni 100 kwa msaada wa dharura. Zaidi ya hayo, shirika la mataifa la afya UNFPA limetoa vifaa vya mama 1323, vifaa 45 vya afya ya uzazi na zaidi ya visodo 19,000 ili kuwalinda wanawake na wasichana kutokana na dharura za kiafya katika kaunti za Garissa na Tana River. The mama kit helps the lactating or pregnant mother to take care of their child. The Dignity Kit has a range of items that enable adolescent girls and young women to manage their menses with dignity. Shirika la Msalaba Mwekundu la Kenya limeanzisha tathmini za haraka, tafiti za lishe, uchunguzi wa magonjwa na usambazaji wa vyandarua vilivyotibiwa kwa waathiriwa. We were also doing mass screening of malnourishment among the pregnant and lactating women as well as the children under 5. And then we are also doing referral cases of the serious malnutrition cases. Ili kukabiliana na changamoto hizi, ni muhimu kwa jamii, serikali na mashirika ya kimataifa kutekeleza mikakati ya kurekebisha ambayo inalenga kuboresha miundombinu ya afya, kukuza maisha endelevu na kujenga uwezo wa kustahimili mabadiliko ya hali ya hewa. We are now looking at a shift from early warning, early action to anticipatory action as a more reliable approach to preparedness and response. And that is something that UNFPA is committed to working with stakeholders to realize. Levis Msumba, KTN News. Na wakulima kaunti ya Meru